Moze, mambo vipi? Juma. Swali za siku nyingi. Japo tunaonana muda mwingi huwa tunaonana, tunawasiliana, lakini si haba kama Watanzania tunapokutana sehemu husika huwa tunasalimiana. Moze ni mzaliwa wa wapi? Moze Iyobo. Mimi mzaliwa Dar es Salaam hapa. Kabila Original from Tabora. Baba ni Mwezi, mama anatokea hapo Mahenge. Mama anatokea Mahenge. Na katika watoto wangapi? Watoto wa watatu, watoto wa kiume kwa jumla. Moze, unapenda nini kwa haraka? Moze, unapenda kitu gani? Yaani unapenda kitu gani? Yaani wewe ukitoa muziki nini kinakufurahisha? Nikitoa muziki? Takuaje sasa? Moze, kitu gani kinamfurahisha? Toa muziki. Kitu chochote ambacho kinampa binadamu furaha. Yaani kama unavyoniona mimi muda wote nina furaha. Yaani hata nikiwa nimefiwa, utakaponikuta kwenye huo msiba sitakuwa na majonzi pia. Hapa tu mtu mwenye furaha kwa sababu tayari msiba umeshatokea. Kwa sababu msiba umeshatokea, yes. Na Moze unaonekana ni mtu ambaye unadeka sana. Yaani no. Yaani sio kwa mpenzi, ila unaonekana ni mtu ambaye malezi yako mengi unadeka sana. Katika watu watatu kwa mama mimi ni wa mwisho. Lazima kudeka. Na kitu gani kinakufurahisha wewe binafsi? Wewe kinakufurahisha katika vitu ambavyo unafanya hususan kwenye kazi yako? Yes. Ni shilingi. Moze ni mtu ambaye anapenda sana pesa. Hizi ndio kitu ambacho kinafanya dunia inaenda sasa hivi. Bila hicho hamna kitu. Kiasi kikubwa ambacho ushawahi kukimiliki wewe kujishika ni shilingi ngapi? Toka umeanza kazi yako ya udensa. Hiyo tutaongea siku nyingine. Kwa sababu bado zinaendelea kuja. Sasa ni kwa zile ambazo wewe umeziona. Acha hizi ambazo zitakuja huko mbeleni. Takujie tutaanza sasa tokea siku ya kwanza mpaka hapa kwenye interview hapo nitakutumia. Utaiongelea. Mshahara wako kwa mwezi shilingi ngapi WCB? Mimi sasa pale sifanyi silipu mwisho wa mwezi. Mimi nafanya maliza kazi yangu na mimi ndio hapo tunalipana. Silipu mwisho wa mwezi. Kwa hiyo tuseme WCB hamna mikataba. Mimi ni mtu huru. Unaweza ukatoka muda wowote. Naweza kufanya kazi sehemu nyingine sio kutoka. Lakini wazo la kutoka WCB kwa sasa hivi unalo? Mimi ni WCB mwenyewe kwa sababu mimi nipo before WCB. Kwa hiyo unaposema WCB kwenye picha yako inakujia nini? Sasa hivi maisha ni mapambano. Watu hawachagui sehemu ambao wanaenda kutafuta riziki kama unavyosema. Ametokea Harmonize sasa hivi. Anataka kukulipa kikubwa zaidi ya kile ambacho unalipwa WCB. Utakuwa tayari kumwacha Diamond kwenda kwa Harmonize? Picha ninaanza Harmonize mwenyewe anaogopa kunifuata mimi. Anaogopa kukufuata wewe? Kwa miadi ya kufanya naye kazi. Anaogopa. Sasa hiyo naona mimi maisha yangu yote niko pale kwa sababu wenyewe wanaogopa kuja. Lakini uko huru kufanya nao kazi. Wakikuhitaji. Wakija bwana. Ndio kikohozi tu huwa tunaua. Mnafanya kazi. Sasa tofauti ya Diamond na ugomvi, uone kama italeta shida baina ya Harmonize na Diamond, wana tofauti yao. Ndio maana nikakwambia yeye mwenyewe tu anaogopa. Kwa sababu ya Diamond. Lakini wao kuja wanaogopa. Sijajua yeye ana tofauti zao. Yaani hao wanaona mimi wakuje. Labda anaona akiona sura yangu anaona tayari Simba kashatokea pale. Inakuwa hawezi kufanya kazi zetu na kama hivyo kwa hiyo. Nje ya WCB kuna msanii yote aishaye kutafuta kutamani kufanya kazi na wewe? Hakuna. Mimi ndio huwa na support kazi zao. Kama nani ushaye kusupport kazi yake? Wengi mno. Mimi napenda tu huo muziki uendelee kufika mbali na sisi tuwe namba moja huko duniani kama watu kutoka West. Moze Iyobo famous dancer Afrika, lakini kuna changamoto ambayo madansa wengi wanalalamika, kipato chao kuwa chini. Wewe upo brandi kubwa WCB. Hawa wenzako wa chini unawashika vipi mkono ama umepanga kuwashika vipi mkono? Mnalitatua vipi hili swala la madansa kulipwa kipato kidogo na kazi wanayofanya ni kubwa sana? Swali zuri. Alafu ni mtihani pia. Swali zuri afu ndani yake lina mtihani. Hiyo kazi Juma ina hela nyingi sana. Sehemu moja tu ndogo ambayo inashindikana ni kujibrandi wenyewe kwa sisi kwa sisi. Unaweza kukataa
500,000, kuna mtu akaifuata ile ikataa. Sasa ni hapo ndo tunavurugana. Lakini ni kuamua tu kuweka labda tunaweza tukatengeneza labda chama cha madansa alafu tukaamua bwana sisi bila kiasi fulani upate. Okay. Lakini hiyo kazi nayo Okay. Kama tashtiti tunataka tufahamu top 3 yako ya madensa bora wa kike Tanzania ambao wanakuvutia kwa utendaji wao wa kazi. Yes. Wow. Ni nzuri. Wako wengi lakini hiyo ni shida sasa. Okay. Nyigu. Nitakuaje? Nyigu. Drama queen. Nyigu drama queen. Kuna ushindani ambao unaendelea sasa hivi. Ndio maana nikakuuliza hiyo swali. Baina ya wengi wanampambanisha Angel Nyigu na Ashley wa Zuchu. Kwa nini wanampambanisha Angel na Ashley? Kwa nini asiwe Ashley na kizazi hiki ambacho sasa hivi tunakiona? Naona kama Nyigu ni lika lenu ya nyinyi mloanza huko. Hii imekaje? Ama ndo mkongwe lazima apambanishwe na watoto ili aende? Hapana, hiyo ni mitandao tunawasikia wakaichukulia serious kwa sababu unaweza ukapani. Lakini si sawa kumshinanisha Angel na Ashura. Miaka kama 3 mbele tunataka tumpe Ashura. Kujitafuta. Simshinanishe na Nyigu. Lakini watu wanasema Ashura anajiona kashakuwa mkubwa star. Mitandao sasa. Mitandao ya kijamii. Okay. Hiki ambacho kilikuwa kinasemekana kwamba Aunt Ezekiel huwa hapendi kabisa yeye Kuki kuja huku. Ndio hivyo. Achilia mbali yuko kucheza unaposemea wewe. Hapendi kwa awe karibu na mpenzi wako Masha. Hapendi kabisa, anasema kwamba Masha ana maadili mazuri ya kumlea mtoto wake. Yeye kama mama kwa upande wake yuko sawa. Lakini sidhani kama kuna siku mtoto alikuja huko akarudi kule akakaribia. Zuchu kama amekuwa kikwazo sana katika familia ya Wasafi. Wengi baadhi inasemekana kwamba wanalalamika sana. Wanalalamika na Zuchu kama anahamia, Zuchu amekuwa bra, Zuchu amekuwa A, Zuchu amekuwa B. Zuchu ni chukua nafasi kusema ni mke wa bosi wako. Sasa hapa sizungumzie Zuchu mke wa bosi wako. Nataka nimzungumzie Zuchu mfanyakazi mwenzio, si ndio? Wa Wasafi. Ashakuwa mke. Ameshakuwa mke. Zuchu ni mtu wa aina gani? Wasafi. Zuchu pale ni kama msanii, lakini pia upande wa pili ni mke wa tajiri. Naweza kumzungumzia hivyo. Ni mke wa tajiri. Ni mke wa tajiri, yani mke wa bosi. Hiki kinachosemekana kwamba Zuchu yeye apendi watu wa karibu wa Diamond. Na kweli wote wanamsingizia. So kweli bwana. Zuchu bwana anamsingizia. Mbona yuko poa tu? Yuko poa. Ili wimbi la Diamond na Mbosso linakuathiri vipi? Kwa sababu alikuwa mshikaji wako sana Mbosso. Bwana Kirungi. Kama alivyosema kuna muda yatapita na watarudi watakuwa sawa. Kwa ni upepo tu hapo katikati umevuruga mambo, lakini ni kweli ulikuwa na tofauti tofauti mwenyewe nimeziona mtandaoni. Afu unajua mimi nachelewa kuamka. Kweli. Nimeamka nimekuta noma. Afu sasa kaliacha tu hivyo. Wewe upo karibu na Diamond. Uliona siku mbili hizi simu ya Mbosso kumpigia Diamond au Diamond kumzungumzia Mbosso siku mbili hizi kwamba mdogo wangu mdogo wangu ba? Hilo sijabahatika kuliona kwa sasa hivi. Ila nikiliona nitawaambia. Wasafi na Mbosso. Kwa kweli. Lakini unatamani udugu urudi, sio? Wale upepo tunapita watarudi wale. Wale ni ndugu walushibana kabisa. Ni kweli Baba Levo alikuwa anagombanisha? Baba Levo? Sidhani kama yeye alikuwa anagombanisha, yani yeye alikuwa anafikisha tu ujumbe. Baba Levo? Afu nafikiri kwenye kufikisha ujumbe kagunganisha nyaya. Unatamani Baba Levo atoke katika maisha ya Diamond, labda hali itakuwa shwari. Ni kweli Baba Levo yeye ndo anachangia watu kukosana kutokuwa karibu na Diamond? Hapana, sio kweli. Maana chawa na nguvu kuliko mwenye mali. Hapana, sio kweli. Tukisema atoke karibu pale tukumbuke naye na familia. Of course. Na pale ni kazini. Sasa kazi sio kuumiza watu. Kazi jitetee wewe. Mbona wewe upo kazini na watu wakulalamikie? Na mimi naishi na mipaka yangu.
Mimi na mipaka kama mimi nimejuana na boss kwa sababu ya kudance, tutakutana naye kwa sababu ya kudance. Nyimbo mpya imetoka, tutadance, tutashoot video, tena kwenye show tumemaliza. Hayo mengine sijui nilimuona fulani kasema sio ya kwangu waga. Hebu Moze upo karibu sana na Diamond. Hata safari zake huwa mara nyingi huaga na kushirikisha wewe. Diamond ana kiasi cha shilingi ngapi benki? Maana tutasikia tu ni milionea, si nini, kelele zinakuwa nyingi mitandaoni. Anamiliki shilingi ngapi? Sidhani kama ana kiasi kikubwa cha fedha. Ila yule ni tajiri wa mali. Je, kuna mtu ana pesa nyingi afu kuna mtu ana mali nyingi. Sasa yule ni ana ardhi nyingi sana. Na yule ni tajiri wa mali. Na tajiri wa mali. Okay. Na anawekeza sana kwenye ardhi. Kwenye ardhi, safi sana, safi sana. Na hiki ambacho kinaendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii si swali lako, lakini kwa sababu upo ni mwana wa familia, mengi utanijibu, nitapata kutoka kwako. Alia, ni kweli ameolewa na Diamond mke wa pili? Ile sijalisikia Juma kusema kweli. Ipo. Sisi tatizo tushatumwa message kibao. Maana ile ndoa yenyewe iliyopita niliona Instagram. Ya Zuchu. Haki ya Mungu, wewe msalimu mtume wewe. Ukwenda hata kazi ukuvaa. Wewe umemuona nani kwenye ile picha? Wako wawili tu. Nimemwona Bi Adija, nimemwona Shehe, nimemwona na yeye afu akaikiwa na kanga ile ya Kizanzibari. Ukwenda kumbe Moze? Hamna mtu walikuficha pale. Eti walikuficha kina nani? Diamond ni siri. Kwa kaenda kuwa kwenye mvua. Kwa kama hiyo ya pili kuna nyingine kwa si tupo. Alipo tupo kama NMB. Haki ya Mungu. Lakini Diamond amekaa na amesema yeye hajaoa mke wa pili afu ile post akaifuta. Tumwachie. Au tuendelee kuongelea misumari. Hapo kweli. Na ikitokea kweli itakuwaje? Sisi tutamfuata alipo. Na Zuchu mtamwambia nini jamani Zuchu? Sisi tumekubaliana wao Waislamu. Mimi nampenda. Zuchu atakwepo. Mke wa kwanza. Mkubwa. Bi mkubwa. Na Alia bi mdogo. Alia na Zuchu nani anakuvutia? Wote wawili. Kwa namna gani? Ufanyaji wao wa kazi, yule akiwa pale ile jioni anatangaza vizuri. Bi Amanda akiwa stage ile anafanya vizuri sana. Moze, wewe kwa kumalizia, kwa siku unatembea na kiasi gani cha fedha? Mimi ni Mtanzania halisi Juma. Kwa nimetembea na hela naenda kuitumia wakati huo ninaotembea nao. Kama inatakiwa ikanunue kitu ndio naenda kununua kitu. Sitembei na hela tu bila sababu. Miaka ya nyuma huko utotoni, natembea na hela hazina sababu afu zinatumika bila sababu.